awatunze. Amen. Taka tuangalie maneno ya Mungu, alafu tupate muda mzuri wa kuomba. Haleluya. Mungu akubariki kwa kufika kwenye ibada, na Mungu wa mbinguni akutunze sana. Amen. Ujumbe wetu: kushughulikia wasimamia ruhusa. Kushughulikia wasimamia ruhusa au kushughulika na wasimamia ruhusa au wasimamiaji wa ruhusa katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kuna wanaosimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Hao wanasimamia ruhusa ya mambo mabaya kuwapata wanadamu. Haleluya. Kwa sababu hiyo tunahitaji kushughulikia wasimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Nianze kwa kukupa noti kadha wa kadha, alafu tusogee. Kuna wasimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kuna wasimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Hao wanasimamia ruhusa ya mambo fulani fulani yatokee. Kwenye kila eneo kuna wasimamia ruhusa. Noti yetu ya pili. Kwenye kila eneo kuna wasimamia ruhusa. Utanielewa vizuri. Kuna wasimamia ruhusa kwenye ukoo wetu au koo zetu na familia zetu. Kuna wanaosimamia ruhusa kitaifa. Pia kuna anayesimama kutoa ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kimikoa yuko kiongozi anayesimamia kutoa ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kushughulikia wasimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kuna maeneo tumezuiliwa na watoa ruhusa katika ulimwengu wa roho. Hao kazi yao ni kusimama tu, wanaruhusu mambo fulani fulani yatokee. Kabla jambo halijatokea, wao ndio wanaoliruhusu. Kabla kitu hakijafanyika, wao ndio wanaruhusu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho wako wakuu wa giza wanaosimamia kwa habari ya mambo ya ruhusa ya vitu fulani kutokea kwenye maisha ya watu. Kitabu kile cha kitabu cha Kutoka sura ya 5. Kitabu cha Kutoka sura ya 5 mstari wake wa 2. Kutoka 5:2. Hii ni habari ya wana wa Israeli wakiwa wanataka kutoka katika nchi ya Misri. Neno la Mungu linasema, Farao akasema, Bwana ni nani hata nimsikilize?
nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sintawapa Israeli ruhusa waende zao. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho, Farao alikuwa kuhani wa zamu kwenye ufalme wa giza, na alikuwa anasimamia mambo ya ruhusa. Nini kiruhusiwe, nini kisiruhusiwe, alikuwa anahusika Farao. Haleluya. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kitaifa, ziko roho ambazo zinasimamia kutoa ruhusa, mambo fulani fulani yawapate watu, mambo mabaya yawapate watu. Kwa hiyo Mungu anamtuma Musa akawakomboe wana wa Israeli. Wakati Musa anaenda, anakutana na Farao, hataki kutoa ruhusa. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho kadhalika, wako akina Farao ambao wanasimama kusimamia ruhusa ya mambo mabaya kuwapata watu. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji kushughulikia wasimamiaji wa ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kama wasimamiaji wa ruhusa hawatashughulikiwa, kuna maeneo hatutavuka, hatutaenda, kwa sababu yeye amekaa pale, ufalme wa giza umekaa pale, unatoa ruhusa ya mambo mabaya ya wakute watu. Wako wachawi wanasimamia ruhusa, kazi yao ni kuruhusu hili limpate, hili lipate, hili lipate taifa hili. Jamani, haleluya. Kuna wanaosimamia ruhusa, kama hawatashughulikiwa, kutoka ni ngumu. Haleluya. Kwa hiyo Farao anasema simjui Bwana, na Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake niwape ruhusa Israeli watoke? Kuna akina Farao katika ulimwengu wa roho wanaosimamia watu wasitoke. Kuna akina Farao katika ulimwengu wa roho wanaosimamia mabaya kwenye maisha ya watu. Lazima tushughulike katika ulimwengu wa roho kushughulikia wasimamiaji wa mambo mabaya kwenye maisha yetu. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wake wa 3. Matendo ya Mitume 12 3. Neno la Mungu linasema hivi. Hapa ni watumishi wa Mungu wamekamatwa na wanauawa. Anasema hivi. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilizokuwa siku za mikate isiyotiwa chachu. Nianze mstari wa 2. Anasema hivi. Tuanze wa kwanza ili tuelewe vizuri. Anasema panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake, akawatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamkamata Yakobo ndugu yake na Yohana, akamuua Yakobo ndugu yake na Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaelekea akamshika na Petro. Huyu ni Herode aliyekuwa anasimamia ruhusa,
alipoona imewapendeza sana Wayahudi waliotoa ruhusa kwamba watumishi hawa wauawe, wanatuhubiria uongo, waueni, akauawa Yakobo ndugu yake na Yohana. Alipouawa Yakobo ikawapendeza tena, manake wakapewa ruhusa tena, wakaona ruhusa nyingine kwamba uweni na Petro. Jamani, haleluya. Wakamshika na Petro ili wamuue. Nini nataka uone? Alikuwepo Herode na Wayahudi wasimamiaji wa ruhusa wa mambo mabaya yawapate watu wa kanisa. Katika ulimwengu wa roho ziko roho zinazosimamia ubaya kwenye maeneo fulani fulani. Kwenye mitaa tunayoishi wako wasimamia ruhusa, wanaruhusu mambo mabaya, wanaruhusu vitu visivyofaa, wanaruhusu taifa letu kuyumbishwa, wanaruhusu maisha yetu kupigwa. Hakuna jambo lolote linalomkuta mtu kama alijeruhiwa. So wapo wanaosimama katika ulimwengu wa roho wakisimamia eneo la ruhusa. Wapo akina Goliathi wanaosimamia mambo ya ruhusa. Wako akina Herode ambao wamefurahishwa na kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa na kuwaua, na anaona imependeza manake kuna ruhusa imetolewa, hao watu wauawe. Haleluya. Kwa hiyo lazima tushughulike katika ulimwengu wa roho na kila ruhusa zilizotolewa kwa habari ya maisha yetu. Wengine nyota zao zimebebwa ni kwa sababu kuna ruhusa zilitolewa. Wengine wamekamatwa na wako kwenye magereza, kuna ruhusa ilitolewa. Kuna ufalme wa giza ulitoa ruhusa. Haleluya. Ni muhimu sana tukafahamu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Paulo anasema hivi: tulitaka kuja kwenu, mimi Paulo, na mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akatuzuia. Jamani, haleluya. Kwa nini amezuiliwa? Manake hakuruhusiwa kwenda Thesalonike. Hakuruhusiwa kwenda Thesalonike. Kwa nini hakuruhusiwa kwenda Thesalonike? Kwa sababu kuna aliyesimamia ruhusa. Jamani, haleluya. Shetani anaweza akasimama katika ulimwengu wa roho akamzuia mtu asiende mahali fulani mpaka yeye atoe ruhusa kwamba huyo mtu aende. Kama hatutashughulikia ruhusa katika ulimwengu wa roho, wasimamiaji wa ruhusa wanaoruhusu mambo mabaya, wale makuhani wa kifamilia ambao kazi yao ni kuruhusu mambo mabaya yatupate, lazima tuombe na tushughulikie hizo roho. Tusiposhughulikia kuna mahali hatutavuka. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasimamia. Kwenye familia wako makuhani wanaosimamia ruhusa ya mambo mabaya. Kwenye familia yuko mama moja, yuko baba moja, yuko mzee mmoja, unakuta amekaa pale. Kazi yake ni kusimamia ruhusa ya mambo mabaya kuipata familia, kutembea kwenye umasikini na vifungo. Kwa nini? Anasimamia ruhusa. Jamani, haleluya. Na Roho wa Mungu kadhalika hivyo hivyo anaruhusu. Kuna mahali Roho wa Mungu anaweza akakuruhusu uende, kuna mahali Roho wa Mungu akuruhusu uende. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mfano mzuri ni mji wetu wa Mbeya. Mfano mzuri ni mji wetu. Unaelewa kwamba huwezi kukata mti kama hujapewa ruhusa. Si ni sawa? Huwezi kujenga nyumba ukaimaliza kama hujapewa ruhusa. Jamani, haleluya. Kwa nini? Wao ni makuhani
wa kusimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukitaka uende kama wao, unapojenga lazima wakupe ruhusa. Unalima ujala, lazima uwape kwanza wao, ndio wao watoe ruhusa ya wewe kula. Jamani, haleluya. Nini nataka kukuonyesha? Wasimamia ruhusa ya mambo mabaya juu ya maisha yetu. Sasa angalia, siku za nyuma nasikia walikuwa akipita kiongozi ambaye ni msimamia ruhusa, inabidi nyie mnainama mpaka apite, ndipo mmeruhusiwa kuinuka na kwenda. Nini nataka kukuonyesha? Katika ulimwengu wa roho, jambo hili usilichukulie kawaida. Kuna wanaosimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho. Kwa kuna mtu amekaa tu mahali anasema hauruhusiwi kufanikiwa, hauruhusiwi kuwa na amani, hauruhusiwi kula kabla mimi sijala. Haleluya. So lazima tushughulike na hao wasimamia ruhusa katika ulimwengu wa roho, ili yale mema ya Bwana yaliyokusudiwa kutupata yatupate. Haiwezekani mwanadamu mmoja amesimama tu anasema hamtajenga, hamtafanikiwa, hamtavuka. Haleluya. Lazima tushughulikie hawa makuhani wanaosimamia ruhusa ya mambo mabaya. Herode anasema, Bwana, mimi simjui Bwana, na Bwana ni nani hata nimsikilize? Nimesema siwapi ruhusa. Haleluya. Kila anayesimamia ruhusa ya mambo mabaya jioni ya leo, Bwana akashughulike naye, iwe ni kwenye familia, ukoo. Tunataka Mungu apite na moto, aharibu hizo kazi zao. Haleluya. Kwa nini? Wako wanaosimamia hayo mambo mabaya, wako wanaoruhusu hayo mambo mabaya, wako wanaoelekeza mambo mabaya yawapate watu. Inawezekana kwenye familia ni wewe peke yako tu ndio umeokoka, alafu unakuta wanaotaka mabaya wako kama 4-5, wanasimamia tu ruhusa ya vitu vibaya. Kila siku ni kuchinja na kutambika. Hao ni watu wanaosimamia ruhusa ya mambo mabaya ya shetani kuingia kwenye ukoo na familia. So nini? Roho wa Mungu apite leo, uombe kila anayesimamia ruhusa ya magonjwa kukupata, ya vifungo kushambulia maisha yako, watoto kushambuliwa na ulevi, ndoa kutokuwa na amani, yuko anayesimamia ruhusa hiyo. Roho ikipigwa, maisha yako yanakuwa salama kabisa. Wanasimamia ruhusa ya viwango vya uuzaji kwenye biashara, wanasimamia ruhusa, nina biashara gani ufanye, biashara gani usifanye, ufanikiwa kwa kiwango kipi, kwa kiwango kipi usifanikiwe. Haleluya. Wako akina Herode, wako akina Farao wanaosimamia mambo mabaya. Hao ndio watafute. Wako kwenye familia, peleka moto. Wako wapi? Peleka moto. Kwa sababu haya hayajatupata hivi tulivyo. Kuna mtu ameruhusu mabaya yaje kwetu. Taifa letu tuko hivi tulivyo kwa sababu kuna mtu amesimamia ruhusa ya mambo mabaya. Unanielewa vizuri wa Mungu? Jamani, haleluya. Hakuna ambacho kinatokea tu, kila kinachotokea kimeruhusiwa. Mnanielewa vizuri? Niliwaeleza hapa, nikawaambia kulikuwa na mchungaji, alikuwa rafiki yetu, alikuwa anakaa hiyo nyumba ya mbele hapa. Alifungua huduma, alikuwa hapa. Wasimamia ruhusa wakamwendea, wakamwambia, "Lo, mbona umeingia na hujaja kuripoti? Unafanya hivi kwa ruhusa ya nani?" Na wakamshinda na akafunga na huduma. Jamani, haleluya. Wako machifu, wako waganga, wako wachawi wanasimamia ruhusa.
Huko sokoni pale kuna Mungu ambaye anasimamia ruhusa. Mfanikiwa kwa kiwango gani? Kwa kipimo gani? Kwa nini? Wanasimamia ruhusa ya mambo mabaya yawe yanawakuta watu. Nyota za watu zinabebwa, maisha ya watu, maisha magumu, watu wamefungwa, watu hawavuki. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Bwana akawapiga